Alright. Asante sana. Maridadi pozi, tena pozi kibisha. Nikiwa ni star moja tena maridadi zaidi. Hapa basi tunakuja kulianza picha letu bishoresha kwa para design kama hii. Na tunakuingilia moja kwa moja hadi pale gerezani. Ukipenda basi shimo la tewa ya uko ala endapo shisha. Kuna kikosi fulani cha kiwana polisi ambacho kile kuingerea aiche kumanino kikakuja kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa fulani ambaye hapa basi bila shaka pale kwanza huyo anaendelea tu kuoshaosha raizi, ni kumaanisha ni moja kati ya mahabusu wa raizi. Ala, huyu mwana polisi amefurahia zaidi, kisha na maana ameweza kukamata moja kati ya magaidi ambao ni hatari kubwa zaidi. Na kwa hivyo arakuja kamwambia Vavaraye, wewe unajifanyaga hapa basi hatutawahi kukubamba, lakini sasa tuna evidence hata ya kukufunga, wacha tuna kukubamba. Hao ni wale watoto wote ambao umewaiteka nyara. Hao ni wale watoto wote umewaichukua wakuwa watoto wadogo, na sasa hapa basi lazima utawatoa pahali ambapo walipo. Wewe una hatia ya kuteka nyara watoto na kisha kuwapeleka pahali ambapo hakujulikani. Huyu ambaye ako huko upande ndani anajulikana kama vile Mr. Lee, bishidugu brother wapenzi watazamaji. Anajulikana kama vile Mr. Lee. Na sasa huyu Mr. Lee, dugu brother mpenzi mtazamaji, huyu sasa ni wazimu. Cheki. Walolo yaye. Kama unasikiaga wazimu wa mawazimu juu ya mawazimu mbele ya mawazimu, sasa huyu hapa basi bila shaka pale Mr. Lee, yeye ni wazimu shasha. Mbako kuwa mwana polisi kuwa umemkamata unafurahia. Lakini wakidhani sasa ati wamemweza, kumbe Mr. Lee mwenye amepatiwa kazi ya kuosha kulo pando wa nje ni gaidi wake. Alikuja kapata polisi. Olea, oi. Ay, abande, cheki damu. Ulolo yaye. Kisha akachukua bunduki ya yule hapa basi bila shaka pale mwana polisi. Huyo ni jangili wake hapa basi Lee. Kisha akawanza wana polisi. Ulolo yaye. Kukawa sasa na shambulizi makali. Mufyaturiano wa marasasi. Baina hapa basi bila shaka pale ya Lee. Baina hapa basi bila shaka pale ya Mr. Lee. Hapa basi bila shaka pale ukipenda na nani? Kisha Lee mwenyewe akashika yule mwana polisi akamnyang'anya bunduki. Ololo yaye. Huko ni kitanzi upande wa nje shasha. Ni kitanzi upande wa nje, tazama. Huyu mwana polisi kupiga hapa basi hadi watu wasio na hatia, mahabusu wenye hawana hatia wanapigwa marasasi. Kisha jangili wake Mr. Lee hapa basi bila shaka pale sasa mwenyewe ndio huyu zinga mkoroni. Kisha chukua. Na wewe mwana polisi walifyatuliana marasasi ile ya nipe nikupe. Cheki. Design kama hiyo sasa. Hiyo inaitangwa nipe nikupe. Hadi hapa basi pisto ikaisha marasasi na bunduki lake mwana polisi vile vile basi ikaisha marasasi. Walolo yaye. Washalala. Cheki maneno. Kisha sasa Mr. Lee achomoke. Ndio huyu shisha. Alishanyang'anya mwanapolisi marasasi, kwa hivyo arapiga mlango marasasi diseni kama alishanyang'anya mwanapolisi hapa basi bunduki, na kwa hivyo alipiga mlango hapa basi marasasi diseni kama hiyo, na kisha akakuchomokea shasha. Nikafupi, nikamodhe, lakini ni wazimu shasha. Temajohe moheu munaweka nani shimo la tewa. Sasa mwanapolisi mwenye alikuwa amefurahia ndio huyu mwanapolisi ambaye alikuwa na furaha zaidi. Kisha na maana sasa ameweza kukamata moja kati ya wale magaidi ambao ni wadedri zaidi. Cheki, alimwambia Mr. Lee, mimi bado sijadedi na junasikiaga wewe ni mwanaume, weka bunduki chini. Lee akaweka bunduki chini. Kisha mwanapolisi akamwambia, nataka tuonane mkono kwa mkono kama wanaume. Kucha mkono. Lia kamwambia, mimi nimekuwa hapa basi kwenye kituo cha wanapolisi siku kadha wa kadha. Hebu nigonge nisikie ngumi yako. Godhaji we ulitoa gudi. Inda. Aya. Na ni ulemete inakaa umekuwa mkulima. Okay, wacha na mimi nikuoneshe ngumi ya mtu ambaye amekuwa gerezani. Cheki. Wazimu. One touch. Kisha akaamua kumtoa mdomo. Wololo yaye. Na wadhi kwa ngoma ndukali ya gairio. Aliamua kumtoa mdomo. Cheki manino. Akamngoa mdomo. Wololo yaye. Yule mwanapolisi akatolewa mdomo. Cheki manino basi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ni madharau. Watu wameshachomolewa sehemu tofauti tofauti, especially kule upande wa Nyeri kuna sehemu watu wanatolewa, lakini just imagine hapa mtu anatolewa mdomo.
Kisha kaambia hapa basi magaidi wake waweze kuchukua hapa basi bila shaka pale zile nini, waweze kuchukua basi zile mabunduki wachomoke. Sio magaidi wake, ni wafungwa wengine ara zenye wizi. Kisha ruwafahamisha hapa basi bila shaka pale wachukue hapa basi bila shaka pale nini, wachukue zile mabunduki na waweze kuchomoka nazo. Wololo yaye, we chukua hizo bunduki, ni wakati wenyu wa uhuru. Ni wakati wenyu wa kuchomoka ara zenye wizi. Wakamwambia ndiyo mkubwa. Kisha hapa basi huyu sasa na enjoy kwenda kuchomoka. Walipatana na askari jera. Hoi, askari jera wakawambia either muweke bunduki chini musarende ama katambe shesha. Wakakoku bunduki. Kukoku bunduki. Hapa basi waliona hii ni nafasi yao ya kuchomoka. Kwa hivyo they cannot surrender. Kwa hivyo twende kitanzi. Walolo walala ai makosha kitanzi shesha. Baina wanapolisi na askari jera. Baina ya wanapolisi na askari jera. Katambe mbaya mbovu. Walolo yaye. Walifiaturiana marasasi, wakafiaturiana marasasi, wakauana. Kisha sasa yeye ni mjanja, kusikia vita imeisha hawayuni, akachomoka. Cheku maneno shesha. Anakuchomokia hapa basi bila shaka paradisaini kama hiyo. Maskini hapa basi wafungwa wenye walikuwa gara zenye wizi wameuawa. Walidhani ni kuhepa, lakini wameuawa. Kutazama akaona kuna mwanapolisi ambaye bado hapa basi hajaikata roho. Acha nikwambia haki nikibona. Wacha hivyo, watu wamezoea ati kupatia mimi kitu kitogo. Watu watapatia mimi kitu kubwa. Lakini aliambiwa akona shortage ya head, akona headshot. Kisha wewe akona headshot. Tetoro horsenima. Akaambiwa akona headshot, basi akagongwa disaini kama hiyo. Maskini wa Mungu. Alala yaye. Ashalala. Na gaidi akahepa. Baada ya kuhepa alienda kwenye basement zake, akapata mtu ambaye inaaminika basi ndiye alikuwa amemfanya setup mpaka aweze kukamatwa, akampepeta vibaya zaidi. Yule aliyeweza kupepetwa akaanguka kwa bahari, akabebwa na maji ya baharini, akakuja hapa basi kutokelezea pale kama hapa. Kuna kama mdhe kama haka na ambako hapa basi ni fisherman. Huyu mdhe basi ni fisherman. Aliweza kushindwa, kwani leo kumekuja samaki kubwa namna gani? Na tena ni samaki ya kujileta. Wololo yaye. Lakini fisherman alikuja kupata hapa basi kumbe ni bin Adam. Na nataka ushike vizuri zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Mr. Lee amechomoka gerezani. Akaenda akapata mtu ambaye anaaminika ndiye aliweza kumsaliti mpaka aweze kukamatwa. Akampiga risasi akitarajia kumuua. Yule jamaa hakukufa. Akabebwa na maji hadi kwa ufuo wa bahari, pahali penywe hapa sasa. Unaona? Hebu tupate 2 months later. Baada ya yule jamaa kuchukuliwa, it is 2 months later. Alright. Washalala. Na ni pale na ambapo tunakuja kumpata huyu manze basi anajulikana kama vile Irina. Mwenyewe ndiye huyu hapa basi, yeye mwenyewe ni Nasa. Na ni kumaanisha kwa zile miezi zote mbili yule jamaa aliyeweza kuokotwa kwa hapa basi kwa ufuo wa bahari bado yumo papa hapa hospitalini for 2 months. Kwa muda wa miezi miwili amekuwa hapa basi hospitalini, akuwa amelala disaini kama hiyo. Akubishi hajawahi jisikia, akuwa hajawahi jifahamu, na akuwa hapa basi bila shaka pale hata hajui yeye mwenyewe ako wapi. Wololo yaye. Sasa Irene mwenyewe ndio ni Nasa. Hajui huyu mtu ni nani. Mtazamaji, jina lake original hapa basi bila shaka pale ni Iko Uwais. Kumbuka alikuandalia picha kama vile Merentau na zinginezo. Hapa basi Iko Uwais. Iko Uwais mwenyewe ndio huyo. Sasa Manza anashindwa, hajui hata jina la huyu mtu. Wakati huyu mtu aliletwa hapa hospitalini, Manza anashindwa sasa ni nani alifanyia huyu mtu unyama design kama hiyo? Na huyu mtu ni nani? Kwa hivyo juu yeye hajui jina lake, alichukua ile hapa basi. Kumbuka ukienda hospitalini lazima ijazo unaitwa nani,
wewe ni kike ama ni kiume, unaona una umri wa miaka ngapi na kadhalika. Kwa hivyo yule manzi alikuja kajaza hapa basi ati huyu mtu anaitwa Ishmael. Alimtafutia tu jina, naona, na akamuita Ishmaeli. Alright. Kisha akawa anamhurumia zaidi, na juu ni mgonjwa wake, ikawa wakati mwingine mpaka yule mama hapa basi anapolia pale hospitalini, mwanzo anashindwa huyu mtu atakuja kuamuka siku gani. Ni siku baada ya siku, ni siku nenda siku rudi, bado yungali yumo pale hospitalini. Jamaa wetu iko uweza wololo yaye iko uweza basi barasha kapale ako pale hospitalini, walala ashalala. Manza anajaribu kushindwa sasa, huyu mtu anaweza itwa nani? Okay, alimpatia jina Ishmaeli, na kisha akawa hapa basi anamgoja pale hospitalini. Kumbuka alichukuliwa hapa basi bila shaka pale na Fisherman akamleta hospitalini. Manza akachunguza akapata huyu mtu hana watu wao, haeleweki alichomoka wapi, haeleweki yeye ni nani. Kwa hivyo akaamua kupolea na yeye pale hospitalini. Ikawa ni muda baada ya muda, siku nenda siku rudi, wololo yaye. Manza na yeye anaporaga tu pale hospitalini akigoja hapa basi bila shaka pale huyu jamaa aweze kupona. Na huyu Manza kumbe alikuwa amekuja internship hapa basi pale kwa lile hospitali. Yeye Manza amechomoka upande wa Jakarta akakuja ardhi zenye hizi kutafuta internship. Na kwa hivyo iko na maana basi siku zake za kupolea hapa kwa lile hospitali ziko karibu kuisha huyu Manzi. Ala, na for the first time in 2 months aliweza kujihisi mara ya kwanza kabisa kwa muda ya miezi 2, wakati anajisikia alikuwa amepigwa risasi ya kichwa. Design kama hiyo, pahali anaguza kulikuwa na risasi ya kichwa, na baada ya miezi 2 na wakati sasa iko always anakuja kujisikia ulolo yaye, akachiki kaona kuna mtu hajawahi tembea, hajawahi ongea, hajawahi jihisi kwa muda wa miezi 2. Kwa muda wa miezi 2 sasa kwenda kusimama akaanguka juu hata amesahau kutembea. Amekaa miezi 2 hajawahi tembea. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale kujaribu kutembea akaanguka. Amesahau mtu anatembeaga namna gani. Wodolo yaye, amesahau mtu anatembeaga namna gani. Elewa bin Adam, ukikaa sana bila kufanya kitu unasahau. Ile kitu tu ambacho binadamu hajawahi sahau ni kukula. Hakuna binadamu hata akikaa miaka 20 anaweza sahau kukula, hapana. Jamaa kauliza unaitwa nani? Akadai Ishmael. Ate Ishmael. What about your real name? Nataka jina yako, sio yenye mimi nimekupatia. Kalau nama kamu yang sebenarnya? Jina lako? Hajui. Okay, we ni deke. Kumbe alipoteza memory. Bahari alipigwa risasi, alipoteza memory. Sasa alipatiwa kioo akaambiwa hebu jiangalie uone kama unaweza jikumbuka. Roho ni daktari anajua namna ya kukabiliana na mtu ambaye amepoteza memory. Kumbe jamaa wetu iko always amepoteza memory. Sasa anajaribu kujiangalia. No. Wewe ni nani? Inio. Lakini kidogo hivi kuna memory inajaribu kukuja ya venye alipigwa risasi. Unaona? Memory inakuja tu ya venye ambavyo alipigwa risasi. Cheki. Akafinya chile kioo hadi kikavunjika. Cheki. Anakumbuka alipigwa risasi lakini anakumbuka kwa umbali sana. Alipigwa risasi na ile risasi ikasababisha memory loss. Ishmael, kamu boleh bangun sekarang. Baada ya kupigwa risasi, alipoteza fahamu.
Kwa hivyo iko na maana jamaa wetu hapa basi hakumbuki chochote, hakumbuki yeye mwenyewe ni nani, hakumbuki alitoka wapi, hajielewi. Ndipo hapa basi yule daktari akamwambia unaweza niita Irene, na hapa basi varia mavazi angalau sasa hapa basi you can walk, you can talk, hauko mbaya. You can walk, you can talk, hauko mbaya. Irene alifurahia, lakini ukweli ni kuwa jamaa wetu alipigagwa risasi ikakwamia kwa kichwa, na ingawaje madaktari waliweza basi kuichomoa, lakini amepoteza fahamu. Alright, washalala. Irene anashindwa huyu mtu ameenda wapi? Ikaiweko, uko wapi? Ai, unaona wewe? Kumbe uko hapa. Umechoka? Ni kumaanisha sasa jamaa wetu ako poa, ile kitu tu hana ni memory, amepoteza memory. Kwa hivyo Irene alikuja kumchukua akamwambia, wacha nikuonyesha hapa basi pahali wewe ulipatikana, hapa ni poliokotwa. Mwanzo Irene ni daktari, kwa hivyo anajua huu jamaa hana memory. Jamaa wetu anajaribu kukumbuka ni deo, lakini nakumbuka alikuwa pahali kulikuwa na watu, na hapo ndipo alipigwa risasi. Sasa anajaribu kukumbuka alipigwa risasi kwa nini, yeye ni nani, anaitwa nani, ametoka wapi. Sasa lile jambo linampea stress sana tena zaidi. Huko Manza akaanza kumpiga mapicha. Mwanzo kama vile nilikufahamisha, Manza alikuwa amekuja hapa basi kwa hii hospitali, akiwa hapa basi intern, na sasa wakati wake wa kurudi upande wa Jakarta umefika, anataka kurudi. Alright. Na ndio sababu naona hapa basi anapiga jamaa wetu picha stara kama hiyo, akijaribu kukumbuka, na anaona tu vivuri, hamna kitu. Yani the more anajaribu kukumbuka, the more anasahau. Anajaribu kukumbuka venye alikuja hapa basi hakumbuki. Lakini mama alimwambia, sikiza, Di situ tuh. uliokotwa pale na mzee ambaye ni fisherman anajulikana kama vile Romil. Romil ndiye aliweza kukuokota. Romil ndiye aliweza kukuokota, ndiye huyu ni fisherman. Ni mtu wa kutega samaki. Huyu ndiye aliweza kukuokota. Na wakati sisi tumekuwa tukijaribu kukutibu, tumeng'ang'ana sana. Lakini kuna tu vitu fulani tulibakia kwa kichwa yako. Na hapa kwa hili hospitali hawana vifaa za kutosha. Pengine tu tukupeleke upande wa Jakarta. Alright. Wakati huo ibu tuchumoke sasa pahali ambapo jamaa wetu walipo. Tukuja kupata jangili fulani ambaye ni muuzaji wa madawa za kulevya. Hali kadhaa kabishi ni muuzaji wa masiraha. Walalayaye. Ni ambapo hapa basi bila shaka pale, kumbe wakuwa wameparia design kama hiyo, hawa sasa ni magaidi. Na huyu gaidi amekuwa hapa basi bila shaka pale akinunua vifaa kutoka kwa Mr. D. Shikana uelewe. Nilikufahamisha kuna jengi moja hatari kubwa sana anajulikana kama vile Mr. D. Na ni wakati sasa Mr. D anakuingilia. Wololo yaye. Kumbe kuna jengili fulani ambaye hapa basi bila shaka pale sasa amekuwa akinunua madawa za kulevya na masiraha kutoka kwa Mr. D. Amekuwa akinunua madawa za kulevya na masiraha kutoka kwa Mr. D. Check maneno. Endapo Mr. D alikuingilia, walifaa kufanya mkutano. Nyedeta goserero. Mimi hupenda sana kuchelewa. Haya. Makannya. Mimi napenda kuchelewa. Rafiki kaudu nyedeta kulia. Napenda sana kukula. Haya. Na wanafaa kufanya biashara. Kitagwa Mulia Thundo. Mimi naitwa Mulia Thundo. Saya. Na hizi mabunduki umekuwa ukiniletea na madawa za kulevya sio mzuri. Kwa hivyo hatufanyi biashara na wewe tena. Haya, Mulia Thundo. Eni, hizo bunduki zako ni fake. Na madawa za kulevya zenye unaleta zimeongezwa unga. Sama. Kwa hivyo niye deta Mulia Thundo. Nimeangalia nikaona wewe ni wa wana. Na kwa hivyo sifanye biashara na wewe. Na apart from kutofanya biashara na wewe, nataka nikuue. Juu watu wanasemaga ati wewe unaitagwa father from hell. So kukuua
itafanya mimi nitabuliwe. Negoganwa muno. Watu waache kukusifu ati wewe Mr. Lee, ati wewe ni mnoma. Watu wawe wanasifu mimi Murea Thundo. Brother ya Munyua Mahua. Ibu, Oh, wewe ndio unaitwa Murea Thundo Brother yako anaitwa Munyua Ihua okay. Sawa sawa. Kumbe na yeye Mr. Lee alikuwa amekuja na magaidi wake. Na unaona naye Murea Thundo anataka kumdouble cross. Sasa huyu ni jangili wake hapa basi bila shaka pale. Nani? Huyu ni jangili wake. Mr. Lee. Nyinyi ndio mnataka kuua Mr. Lee. Nyinyi mnajua Mr. Lee ni nani? Sasa cheki masenari wake. Mr. Lee wazimu. Masenari wake Mr. Lee na ambaye ni wazimu upande wa mkono. Masenari wake Mr. Lee na ambaye upande wa mkono ni wazimu. Cheki manino. Aya. Uwelele yeye. Shalala. Na wacha huyo. Kuna mwingine sasa na ni manze. Huyu ako upande wa nje. Alikabidhiana na magaidi wake Murea Thundo. Wote wenye wako upande wa nje. Kisha sasa cheki manze upande wa ndani. Kisu kwa mkono wa bunduki. Kisha manze akawanza. Ni kamanze ndiyo. Lakini upande wa mkono ni waya ya umeme. Ati nani? Waya. Waya. Waya ya umeme. Sasa. Ni kamanze isi. Kisu kwa mgongo. Upande wa nje wameonwa kando. Walala. Huko ni upande wa nje. Magaidi wake Murea Thundo wameonwa kando. Huku chukua bunduki. Jaribu kupiga manasasi. Anapiga mwenzake manasasi disani kama hiyo. Manzi anajikinga. Kisha hata bunduki tuko nazo. Mokelearu. Hata bunduki tuko nazo. Sasa hao ni mamasenaries. Hao ni majangili wake Mr. Lee. Hawa shasha. Inje ni kuzuri. Hiyo ni kuoneshana hapa basi upande wa nje kuko sawa kabisa. Akadai nje ni kuzuri. Murea Thundo. Kaiki. Mimi kama Murea Thundo. Brother yake Munyua Ihua. Sister yangu anaitwa Mushona Iroda. Kwenda kuchomoa bunduki. Cheki. Ati sister yako anaitwa Mushona Iroda. Iroda ile kwa alipigwa tuvijiti twa shingo. Cheki damu. Aish. Ulolo yaye. Anaitagwa Mr. Lee. Wenda unaitwa nani? Sasa cheki jangili wake Mr. Lee. Tumesikia huku mko na majina fani. Wewe na wewe unaitwa nani? He's not my boss. Tafadhali. Huyu sio mdozi wangu. Huyu sio mdozi wako? Huyu sio mdozi wako? Bunduki mnasema ni junk. You call my guns Chinese junks. Bunduki zangu mnaziita Chinese junks. boss. Kama bia goja. Niko na kitu muhimu sana naweza kuambia. Usiniue. Kuna mtu alikusaliti. Mkampiga risasi. Mkadhani amekufa. Hakukufa. Huyo mtu alipatikana na alipelekwa hospitalini. Yule mtu alikusaliti ukashikwa. Nakumbuka. Mkampiga risasi mkadhani amekufa. Hakukufa. Mpaka huyu manzi akastuka. I shot him. Cheki. Bunduki kaekelewa hapa basi kwa makagari. Ona kavokera the hando hage. No tafadhali. Niko kile sehemu cingĩkĩrathwo no hau tafadhali usipige hapo marisasi boy guy. Usipige hapo marisasi. Akamwambia ni ukweli mama. Sikudanganyi. Huyo jamaa hakukufa. Mwenye alikusaliti akafanya uwekwe ndani. Hakukufa. Alishikwa akapelekwa hospitalini. Tafadhali. Okay.
badala ya kuniua, wacha nitafuta huyo mtu nikuletee. Sawa, nidehe wira, nimejipatia kazi. Pigwa risasi ya sikio. Gayo inekera ulege gayo. Umeniambia nisikupiga risasi ya makaga, sasa nimekupiga risasi ya masikio. Na hiyo ni kukusaidia uweze kwenda hospitalini utafute huyo mtu na uniletee. Otherwise usipotafuta huyo mtu na umlete, you know who I am. Hata wewe unajua mimi ni Mr. Lee na unajua mimi ni waya ya umeme. Kwa hivyo lazima uweze kumtafuta. Inaaminika kwamba na kuwa eti hapa basi bila shaka pale Iko Uwais aliweza kumsaliti huyu Mr. Lee na akafanya Mr. Lee aweze kukamatwa na wanapolisi. Hapo ndipo walimchukua na wakampiga marasasi Iko Uwais. Hatimaye basi kwa bahati ya Mwenyezi Mungu akabebwa na maji hadi kwake yule fisherman. Kwa hivyo Mr. Lee anaweza taka sana kumpata huyu jamaa na kisha hatimaye kummalizia sasa cha kabisa. Mwanzo anadai huyu mtu ni msaliti. Alright, tukuje kumpata hapa basi Irene. Irene mwenyewe ndio huyo. Na Irene unasikia hapa basi yeye alikuwa amechoma kwa upande wa Jakarta. Kwa hivyo hivi karibuni anarudi upande wa Jakarta. Wakati huo jangili alikuja hospitalini, na sababu ya kukuja hospitalini ni kujua story kuhusu Iko Uwais. Kwa hivyo alianza kuhanda manasa. Wewe iko kitu gani unasumbua watu hapa? Nataka daktari, nimeumia sikio. Sasa Irene alikuingilia, we kama ni maradhi yalete kwa daktari. Akamtibu vizuri zaidi. Cheki kisikio venye kiripigwa marasasi. Na usije ukasahau plan na nia ya huyu gaidi ni kujua pale ambapo Iko Uwais alipo. Gua denger katanya ada orang sekarat di pantai. Terus dibawa ke sini, dirawat di sini. Saya merawat banyak orang. Ako wapi yule mtu mliokota kwa ufuo wa bahari? Yule mtu ambaye mliokota kwa ufuo wa bahari, huyo ndiye mtu na ambaye ninataka. Selesai, Pak. Bapak boleh pulang. Udah nih ya. Terima kasih. Ako wapi? Aidha uniambie pahali huyo mtu alipo, ama nikufanyie madhambi. Uniambie pahali huyo mtu alipo, ama unifanyie madhambi, ama nikufanyie madhambi. Manza kamwambia nitaita security. Mimi ni gaidi, sio gopagi security, hata naweza kuitia we. Security kujeni. Security. Sekarang lo lihat gue. Kuna mtu anakuja. Umeona venye nimegoga polisi? Atau anak pan. Ako wapi? Nitakunajisi na hakuna kitu ambacho utafanya, wala hakuna pahali utanipeleka. Nitakunajisi na hakuna kitu ambacho utanifanya, wala pahali ambapo utanipeleka. Kwa hivyo ni ufanye speedy. Lakini kidogo hivi Iko Uwais alikuingilia. Unauliza daktari wangu kitu gani? Na sasa jamaa wetu hajui huyu mtu ni nani. Kumbuka alipotezaga memory. Alipoteza memory, sasa hajui huyu mtu ni nani. Akachukua chupa, pigwa ya kichwa. Pale tu ambapo arupigagwa risasi woye. Pakagongwa pakaanza kuvunja damu. Ololo yaye. Aisha. Lakini sasa kumgonga huyu jamaa manzi ni kujikosea. Unagonga nani? Unagonga nani Aisha? Akaamua kumaliza. Kwenda kumaliza, Manza akamwambia no, cheki. Gaidi anachomoa bunduki hapa basi inagongwa magazine inatoroka peke yake. Bunduki linagongwa magazine inatoroka. Why? I can root your wreath. I can root your wreath. Na wizo nikakuchomoa jicho Aisha. Abana cheza na mimi. Na wizo nikakuchomoa jicho, Manzi abana cheza na mimi. Lakini Manzi alimshika. Kwa hivyo akawachilia gaidi achomoke. Cheki. Why? Iko Uwais upande wa mkono, huyu ni waya ya umeme. Hello. Na Manza kumwambia kulingana na venye nimeona basi unaanza kuwa maisha yako iko hatarini. Mbona usikuje tuone na wewe upande wa Jakarta?
juu huyu mtu alikuwa amekuja kukutafuta. Come on, twende upande wa Jakarta. Mwanzo hata Jakarta wako na vifaa za kisasa za matibabu ambazo zinaweza chunguza hapa basi memory yako, na huenda basi waweze kurudisha memory, kwa sababu wakati tulifanya uchunguzi kuna vitu fulani zisizo za kawaida zilibaki hapa kwa kichwa, hata kama tulifaulu kuchomoa hiyo risasi. Upande wa Jakarta tunaweza hapa basi kukupatia matibabu mazuri. Mwanzo huko watu wameendelea. Lakini alimuuliza Manzi, najua unanipenda na najua umekuwa ukinishughulikia, na mimi sijijui mimi mwenyewe ni nani. Je, iwapo iende ikiwe basi mimi sio mtu mzuri, utaendelea kunipenda? What if I'm not a good person? Would you still be there for me? Lakini Manzi akamwambia hapana, wewe ni mtu mzuri, utakosa kuwa mtu mzuri ukuwe mtu wa aina gani? Lakini akamwambia I'm serious, juu nataka kuchunguza nijue mimi mwenyewe ni nani. Mwanzo sina memory na lazima nichunguze niweze kujua mimi nilitoka wapi, mimi ni nani, watu wetu ni akina nani. Hicho ndicho kitu ambacho nataka kuchunguza. Lakini ile kitu nitakupromise ni kuwa one day one time nitakuja kukutafuta after, baada ya mimi kujua basi mimi ni nani. Manzi akamwambia basi hii kuna simu iko na namba moja tu yangu, najua hauna memory, siwezi nikataka kukupatia simu yenye iko na namba mingi. Hapana, hiyo simu iko na namba yangu tu peke yake. Ukitaka kunipigia basi unanidungia. Wacha niende nimaliza masomo yangu, maybe one day one time nitakuwa daktari mzuri na utakuwa unakuja kudandia hapa basi, ama kudoea matibabu ya bure. Hai, after nimeshakuwa hapa basi bila shaka pale daktari wa maana akamdandia stara kama hiyo. Mwanzo ikiwa na ishara kwamba na kwetu pia jamaa wetu hapa basi iko uweza, ameshampenda tayari basi huyo Manzi wetu. Pia Manzi ashampenda. Hivi ndivyo kunaendaga mtazamaji. Daktari anapenda mgonjwa, ulolo yaye. Polisi anapenda mahabusu. Hivi ndivyo ambavyo kunaendaga basi, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kajo anapenda hoka. Hii ni mambo ya kawaida. Hii ni mambo yenye huaga basi bila shaka pale inatendeka. Yaani unapata basi mheshimiwa amependa vota. Unaona? Mheshimiwa amependa vota. Hivyo ndivyo kunaendaga. Ni kweli kama mimi kuna mheshimiwa mwingine alikuwa anataka kusimama kiti ya useneta. Unaona? Na alikuwa ananipenda sana, lakini kamwambia mimi natakaga nini Kajora, na Kajora waliacha kusimama. Okay, sasa jamaa wetu kwa amepoteza stara kama hiyo, anaanza kukumbuka. Lakini the more anajaribu kukumbuka, the more anasahau. Oi. Imagine ukiwa umependwa na daktari mtazamaji. Unaona? Imagine ukiwa umependwa na daktari. Na inakuwa mapenzi mengine fane. Pia mimi nishapendana na daktari fulani. Lakini ubaya wa madaktari wanapenda sana mapenzi. Kimwambia ati wewe umejifuga unaomba. Ni kweli kama mimi kuna daktari mwingine tulikuwa tunapendana sana, nikamwambia mimi nimejifuga mapenzi, niko na maombi muhimu sana najiombea ili kuja kuona ufalme wa mbinguni. Tukakosana. Wanapenda sana mapenzi madaktari, lakini haisuru. Alright. Jamaa wetu wanafuatwa na magaidi na unaona anazindikisha Manzi aelekea upande wa Jakarta. Magaidi wakadhani jamaa wetu wameandamana na Manzi. Naona jamaa wetu aliwachwa, Manzi akapanda hapa basi kuelekea upande wa Jakarta. Huku jamaa wetu akawachwa stara kama hiyo. Kale kama the fisherman kalikuja kumchukua. We! Tuenda bana, mbona huzuni? Lakini jamaa wetu iko ways, amepatwa na huzuni, kisa na maana hapa basi bila shaka pale kuona kabisa yule hapa basi bila shaka pale Manzi amechomoka. Na majengini wake ani majengini waliotumwa na mishtali wanafuata, wanamtaka iko uweze. Majengini wanamtaka iko uweze. Lakini kumbuka iko uweze hakupanda hapa basi kwa lile basi yeye aliwachwa. Manzi na ndiye huyu tu, yeye anasema huyu mgonjwa haisuru ameshampenda. Naona
inaitwa mapenzi. Kwa hivyo hata kama wewe uko hapo na unaweza taka kupedwa na daktari, ngojeka uende hospitali alafu waambie daktari, can you love me? Uone ile shindano utadugwa, uambiwe uko na kichwa mbaya. Unadugwa shindano ya mwenda wazimu. Chunga sana. Alright. Magaidi wakasimamisha lile basi na wakaua driver. Makosa. Majangili waliua driver. Kisha na maana wanamtaka Iko Uwais na wanadhani Iko Uwais ako ndani ya hili basi. Makosa. Where is he? Abdi. Na unasikia wao wanamuita Abdi na Manze anamuitaga Ishmael. Kwa nini? Kwa sababu Ishmael ni jina ambalo Manze alimbatiza, lakini majangili wanamjua tangu zamani, wanamuita Abdi. Kwa hivyo Manze alimpigia simu akamwambia kuna watu wako hapa na ni wewe wanataka. Wameua driver. Wameua driver tayari. Tumia GPS ujua pari niliko. Wakaanza kuua watu. Oyeyai. Makosa. Walianza kuua kila mtu. Walianza kupiga kila mtu marasasi. Walianza kupiga kila mtu marasasi. Makosa. Wanapiga kila mtu marasasi. Makosa tena, makosa makubwa zaidi. Wanapiga kila mtu marasasi. Just imagine kwa lile basi, huku wakimtafuta Iko Uwais. Wako na haja tu na Iko Uwais. No wonder wanapiga kila mtu marasasi. Kumbe kulikuwa na kamtoi kwa lile basi, kulikuwa na mama na mtoto. Mamake yule mtoto akapigwa marasasi. Sasa mtoto akaanza kuita mamake, Ade, jangan sedih. Mama udah sama Tuhan. Mamako amekufa. Kwa hivyo hata wewe kufa umfuate. Kumbe mwanze wetu wa Irene bado hajapigwa risasi. Kwa hivyo alichomoka akamwambia, tafadhalini ngojeni. Wakasema, huyu ndio walikuwa na Iko Uwais. Ako wapi? Ako wapi Abdi? Abdi ni nani? Wacha kujifanya mlikuwa na yeye. Yule jamaa mlikuwa na yeye hospitalini ako wapi? Tutakuwa nani? Tutakuwa wakakoka bunduki. Wololo yaye. Utatuambia pahali alipo. Utatuambia pahali alipo. Na ndipo majangili wakaona wakiwa na huyu Manze na yule mtoto itakuwa ni rahisi sana kumpata hapa, basi bila shaka para Iko Uwais. Kwa hivyo wakachomoka. Kisha magaidi wengine wakatumwa wakuja wateketeza lile basi na zile miili ili ionekane kama ni ajari. Haya, jamaa wetu ashafika. Jamaa wetu ameshafika. Cheki maneno. Jamaa wetu Iko Uwais tayari hapa, basi bila shaka para ameshakuingilia. Anamtafuta Irene. Oye. Irene! Naona mpaka venye anafikiria kitabu akumbuke ile jina. Inamtaabisha sana basi kukumbuka tu lile jina. Irene uko wapi? Watu waliuawa, watu wengi zaidi kwa lile basi, watu wasio na hatia. Wale majangili ni wanyama manzi. Wanaua watu wasio na hatia. Oye. Anashindwa Irene ako wapi? Akapata zile goggles. Zile miwani zake Irene. Zile miwani zake Irene ziko hapo. Kisha akaona dim fulani ako na manywele akasema, oye Irene. Oye Irene. Itakuwa wamekuoa Irene namna gani? Irene. Lakini kucheki hiyo Irene ni mwe haki. Sio ni mwe haki we. Ako wapi Irene? Na sasa kuna majangili wametumwa wakuje wateketeze hili basi. Kuna majangili wametumwa wakuje wateketeze hapa basi bila shaka pale lile basi. Kuna majangili wametumwa kuja kuliteketeza lile basi. Wakafika. Wamekuja na petroli na kibariti kuteketeza. Washalala. Lu, biar gampang dibakar. We. Aya. We huku kufa? Ha?
Okay, natafuta rafiki yangu kwa jina la Irene alikuwa hapa. Oh, okay. Ah, sawa sawa. Mfuate, amekufa. Jangili akachomoa panga. Gai. Ni wake faga. Huh? Ni ya nini panga? Kwanza ikakwama. Panga ni ya kukatakata. Unauliza panga ni ya nini? Unauliza panga ni ya nini? Niko serious, nimekuja kukata. Wa, jangili mvunjwa mkono. Yule mwingine na yeye ndiye huyu. Salala, iko uweza. Hakuna kitu anakumbuka na hajui wanaulizana nini na hawa magaidi. Hakumbuki chochote. Iko uweza. Salala, ulolo yaye. Iko uweza. Walalala, ukabamano wake beti. Iko uweza. Wekwa kando. Walala. Ashalala. Iko uweza. Vita zimechacha na sasa yeye hajui hawa watu wanamuuliza nini. Hajui wanaulizana nini. Punde si punde alimwagiriwa petroli, kisha huyu akachukua kiberiti. We wakeji na ajoi ya tevavarai. Wakayaye kando. Jamaa kona kiberiti anataka kumchoma jamaa wetu. Gaidi kona kiberiti. Uko moshine. Kuja uchome yaye. Woye. Shingo. Kuvunja shingo. Yule mwingine ndiye huyu na kiberiti. Chunga iko uweza. Huyu anakuja na kiberiti. Kiberiti shisha. Taka kumteketeza jamaa wetu. Jamaa wetu kwenda inaakishwa. Akafungwa mdomo. Akafunikwa mdomo shisha. Ili asizime chile kiberiti. Walalalalalala. Ashalala. Na jamaa wetu akachukua risasi moja yenye ilikuwa imemwagika hapa. Akatumbukiza kwa jicho ya yule gaidi. Tumbukiza kwa jicho la yule gaidi. Kisha akaisukumia. Akatindeka daini. Akaisukuma ndani kabisa. Wae. Kisha ngangana kuchukua kile kibiriti na akazima. Wabe. Digehea leo. Siwezi chomwa. Kulikuja mwingine na moto kubwa. Mwenge wa moto shasha. Akarusha kule ndani. Na jamaa wetu akukula upande ndani na amemwagiliwa petroli. Jamaa wetu akukula upande ndani na amemwagiliwa petroli. Kisha jangili akafunga mlango wa lile basi. Alalaye. Ashalala. Mlango umefungwa na basi linateketea. Oye. Atafanya nini jamaa wetu? Vunja kioo. Vunja kioo. Salala. Na moto imekuwa nyingi. Moto imekuwa nyingi. Na kuna petroli. Sasa moto ikashika zile mavazi zake. Moto ishashika hapa basi mavazi zake akaruka vunja kioo na kuchomwa kwa upande wa nje. Ya kufika upande wa nje bado naungua. We. Ikiturorania. Ilo hakuna kitu anakumbuka. Yeye hajui hawa watu wanaulizana nini na yeye. Hajui. Ukabawe. Nikiutana hia. Kai. Ukwenda hii. Akarudishwa ndani. Sasa hapa alicheki akaona hapana we. Unanirudisha ndani na nani? Unanirudisha ndani? Hapana. Wewe ndio utakaa ndani akamrusha ndani. Sasa jamaa akachomoka. Mani, horia vavarai. Nisaidie kugugu. Sasa jamaa anajaribu kumpima. Lakini wapi? Pigwa risasi na mwenzake. Haya. Lakini Kamudheka alikuja. Kamudheka kakapigwa risasi. Kamudheka kupigwa risasi. Jamaa wetu akachukua yule gaidi na kitururania na inywi. Lakini Fisherman amepigwa risasi. Fisherman amepigwa risasi vibaya zaidi. Woye. Nakumbuka huyu Fisherman ndiye aliweza kuokoa maisha jamaa wetu, akamwokota kutoka hapa basi bila shaka pale kule kwa ufuo wa bahari, akampeleka hospitalini na sasa Fisherman anakwisha. Wakati huo wanapolisi jamaa wetu maskini akakamatwa na kuwekwa ndani. Wakati jamaa wetu alikamatwa na kuwekwa upande wa ndani, magaidi na wao walimbeba hapa basi bila shaka pale nani? Yule jangili mwenye alikuwa amepatiwa kibarua alibeba Manze na yule mtoto. Akampeleka kwenye basement zake Mr. Lee. Wololo yaye. We. Sasa juu nimeleta hapa, mundu ni aneaga kwa kidogo huko. Kumbe mnajifichaga huko.
Sasa nimejua mambo yenu nyinyi magaidi wake Mr. Lee. Kaitake menya uhoro wanyu riu. Nimejua. Alafu sasa simugeua aka katoto. Aka katoto kadogo akana umuhimu. Kadino niraria muno hii. Mbona muniongoreshi? You talk too much. Lucy. Hiyo ndiyo makosa yako. Unaongea sana brother. You talk too much. Why? Hawa ni majangili wake hapa basi bila shaka pale Mr. Lee. Na ni majangili ambao ni wadedri. Ni majangili wake Mr. Lee. Na ni majangili ambao hapa basi ni wadedri sana. Sasa manza alichukuliwa na kale katoi na akafungiwa pale kama hapa shasha. Kisha yule manze wa kigaidi. Wewe ndio unajua pahali hapa basi iko Uweza Ripo. Wewe ndio unajua pahali iko Uweza Ripo. And who are you? Wewe ni nani? Iko Uweza. Alikuwaga boyfriend yangu. Tumia. Huku watu ni wabaya sana. Mno. Tulioru mno. Sisi tunakuwaga wabaya sana. Itabidi unyamaze. Jamaa wetu ni alichukuliwa na wanapolisi akaanza kuhojiwa. Wanapolisi hawana habari. Yeye hakumbuki chochote. Romli, penduduk lokal. Apa hubungannya dengan Anda? Sahabat. Uhusiano wako na huyu mwenye alikufa fisherman ni nani? Nini? Cerita. Akadai sisi ni mabishti. What happened? Kuna manzi na ambaye ni rafiki yangu alikuwa kwa hilo basi. Akanipigia simu. Kufika nikapata kila mtu amekufa. Lakini yeye hayupo. Na sasa huyo rafiki yangu kutoka upande wa Jakarta kwa jina na Irene ndiye ninataka kufuata. Lazima nimtafute. Orang-orang di dalam bus. Na watu wote nani aliwaua? Tumetoka de mimi sijui, nimekuambia ukweli. Rafiki yangu alinipigia simu. Akaniambia kwa taabani. Nikaenda kumcheki. Okay, hebu tokeni. Wanapolisi wanamjua jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu ndiye aliwasaidia kumshika Mr. Lee. Lakini yeye hakumbuki. We, ni mimi na wewe sasa. Si unajua venye tunaongeaga. Niambie what happened. Wacha ujinga, nikioletu nduramenya madiru. Nitakuweka ndani, niambie ni nini kili happen. Wewe unajua venye tunafanyaga kazi. Jamaa kamwambia mimi takioe. Elo mwana polisi hajui ati jamaa memory yake ni mbaya. Hajui. Sasa nashindwa ni kiki uruno huyu. Relax. Mtazamaji nataka ushike. Jamaa wetu waliwasaidia wanapolisi kumshika Mr. Lee. Sasa huyu mwanapolisi anashindwa, kwa nini iko Uweza anajifanya hamjui? Akamwambia unajua huyu mtu? Bantu ingatanmu. Kamwambia wacha basi nikupeka story kidogo. Maybe hii story itafanya ukumbuke. Todo ado maana tu watu wameshajifanya. Unajifanya ati hakuna kitu unakumbuka. Lakini hii lazima unakumbuka. Huo ni odo oi, wewe unajua kila kitu. Hii sio ati mchezo. Ismail. Ismaili. Nasikia unaitwa siku hizi Ismaili. Ada sebuah cerita. Wakati wa zamani kuna mzee alianza kuteka nyara watoto wadogo. Alikuwa anaenda kwa kijiji, anaua wazazi, anabeba watoto, either ni wa kike ama ni wa kiume. Baada ya kuchukua wale watoto wa miaka 6 hadi miaka 10, hao watoto wanakosekana kabisa. Anaenda anawatrain, wanakuwa wauaji, waraguzi wa madawa za kulevya na waharifu. Hivyo ndivyo huyo mzee amekuwa akifanya. Jina lake ni Mr. Lee.
Sasa manze na yeye ndiye huyu maskini wa Mungu Irene akakatwa mdomo. Sasa atiyo ni salamu na yule manzi wa kigaidi. Kisha gaidi, yule manzi wa kigaidi akapeleka hapa basi zile picha kwa Mishtali. Jamaa wetu akiendelea kuambiwa Mishtali amekuwa hatari sana. Mwanzo alichukua wale watoto akawafanya watoto wake, akawalea na akawatrain wakawa wauaji, waraguzi wa madawa za kulevya, watengenezaji na watumizi na wasafirishaji wa madawa za kulevya na masilaha. Huyo gaidi amekuwa ni gaidi ambaye ni hatari kubwa. Ako na kikosi chake, na ni kweli, cheki kikosi chake Mr. Lee. Na hapa ndipo ambapo anatengenezea madawa za kulevya. Hapa ndipo ambapo anatengenezea madawa za kulevya. Hapa basi bila shaka Paro ukipenda yule gaidi kwa jina la Mr. Lee. Aliletewa picha ambazo zilimfanya hapa basi Mr. Lee aweze kujua vizuri zaidi kwamba na kuwaiti hapa basi amepoteza memory. Kwa hivyo Mr. Lee akatuma magaidi. Mr. Lee akatuma majangili wake akawaambia go get him, kill him. Na ako wapi? Kwenye kituo cha wanapolisi. Na Mr. Lee ametumana wapi? Kwenye kituo cha wanapolisi. Wametumwa wakafanya nini? Wakamuue Iko Uwais. Iko Uwais anaelezewa na mwanapolisi akaambiwa 2 months ago, zaidi ya miezi miwili iliyoweza kupita, kuna mtu alitusaidia kumpata Mr. Lee pahali ambapo anapata chakula chake bila mabodyguard, bila ulinzi. Tukaingia tukampata pahali pake pa majificho. Tulisaidiwa na mtu mmoja kumkamata design kama hiyo. Mr. Lee ni mjanja. Wakati aliona wanapolisi ni wengi, sasa hii ni mwanapolisi anamuelezea Iko Uwais. Kwa maana kwetu wakati ambapo hapa basi Mr. Lee aliona wanapolisi ni wengi, akasarenda. Baada ya kusarenda, akafaulu kuhepa kwenye kituo cha wanapolisi. Baada ya kuhepa, akampiga yule ambaye anatarajia alikuwa msaliti risasi. Na mwenye nasemekana alikuwa msaliti ni huyu. Sasa akaonyeshwa picha yake. Huyu waliishi kukura, kufanya kazi, kukaa pamoja na Mr. Lee. Huyo ndiye inasemekana ni msaliti na ndiye alipigwa risasi. Sasa umekumbuka? Ni mimi hakuna kitu kama hiyo najua. Papo hapo kukawa na hitirafu za nguvu za umeme. Makosa. Wololo yaye. Kukawa na hitirafu ya nguvu za umeme, iko na maana basi mwangaza ukachomoka na kukawa na giza. Hii iko na maana gani? Hii iko na maana gaidi amefika kwenye kituo cha wanapolisi. Iko na maana majengina waliotumwa kuja kumuua jamaa wetu Iko Uwais tayari wameshafika kwenye kituo cha wanapolisi. Wololo yaye. Mwanzo ugomvi uliopo baina ya Mr. Lee na Iko Uwais ni kwamba na kuiti hapa basi Iko Uwais alikuwa moja kati ya wale magaidi, kati ya wale watoto walichukuliwa kwa watoto wadogo wakatrainiwa na kuwa magaidi wake hapa basi mshaka pale Mr. Lee. Lakini Iko Uwais aliweza kumsaliti Mr. Lee kwa wanapolisi, wanapolisi wakamkamata. Na ni kwa sababu basi majangili walijaribu kumuua mara ya kwanza wakashindwa kumuua. Sasa wamejua kwa uhai na watamuwinda hadi waweze kumuua. Mwanapolisi kuchungulia alitumbukizwa kisu katikati ya mdomo. Cheki. Katikati ya mdomo. Kikatokea kwa shingo. Makosa. Yule mwanapolisi kumalizwa. Na unaona jamaa wetu amefungua pingu kwa kiti. Makosa. Jamaa wetu amefungwa kiti. Amefungwa pingu kwa kiti. Kisha jangili mwenyewe ndiye huyo shasha. Wanamuelewa, wanamjua vizuri zaidi Iko Uwais. Mwanzo wamelewa na wakatrainiwa pamoja. Wanamuelewa, wanamjua vizuri zaidi Iko Uwais. Mwanzo wamelewa na wakatrainiwa pamoja. Ni venye tu Iko Uwais arageuka na akawa msaliti, akaanza kuseti magaidi kwa wanapolisi, zaidi akaseti mdozi wa magaidi kwa wanapolisi. Who are you? Oh, nie mimi naitagwa kukata mtu akufe. Ololo yaye. Maskini sasa jamaa wetu na amefungwa. Na amefungwa. Ai.
iko iweza maskini wa Mungu, iko iweza maskini wa Mungu, walele yaye upanga umedunga paroti kando, ra salala wololo yaye ayayayayayaya. Jamaa akashindwa, kwani panga iko wapi? Kumbe panga imeingia ndani ya jangili. Cheki, imeingia ndani ya gaidi, na jangili uamini ni wazimu, akachomwa ule upanga. Cheki, uamini ule jangili ni wazimu, akachomwa ule upanga. Aish wololo yaye. Lakini Richa na kuchomwa basi alikuwa amedungwa vibaya zaidi. Mwanzo upanga ulikuwa umepita katikati mwa shingo lake, akadhani amemaliza kibarua. Iko iweza kibarua bado. Kwa nini? Cheki, iko iweza kucheki upande mwingine, akaona hadi gurunete. Hata pale sina memory kana makao ni decoy. Akachukua meza akajikinga. Cheki, mlipuko ukamrusha, walele yaye. Meza ndio ilimsaidia. Hii kuna maana majengini wengine wengi zaidi wa kuara za nyua hizi. Kisa na maana mission kumua, walele yaye. Iko iwiza, chukua pisto, piga huyo marasasi, piga mwingine marasasi, na mwingine marasasi bado. Watu wanataka kuniua. Wananiuliza nini leo? Kama watu wananiuliza nini? Iko iweza akaamua kuchomoka sasa. Angarau sasa anaona anaweza chomoka. Wana polisi wameuawa. Kufika hapa akaona magaidi wengine kwa mlango. Wameshaua wana polisi. Na wakachomoka tu pole pole kimusmus. Nikitororania. Nikomenya. Wasa tunaulizana nini? Usijali, utajua tu. Kujua utajua tu. Usiona ati kama ni utajua. Ay! Jamaa wetu ruka, jifiche. Ruka na kujificha. Washalala. Jamaa wetu ruka na kujificha. Wololo yaye. Bunduki zikaisha marasasi, na jamaa wetu akapata nafasi za kuweza kuhepa. Pata nafasi ya kuweza kuhepa. Kata tu huyo. Wewe. Chinji bunduki. Owe. Regesha nguvu za umeme. Moja katumwa akishe stima ili iko uweze awache kupata nafasi ya kujificha. Naona? Ili iko uweze awache kupata nafasi ya kujificha. Awache kupata nafasi ya kujificha. Iko iweze shasha. Awache kupata nafasi ya kujificha. Wololo yaye. Ashalala. Aha. Iko wizi chunga. Iko wizi akaweka mwili ya polisi ambaye amekufa. Jengine akapiga risasi kadhani ni iko wizi, lakini wapi? Na gaidi moja ameenda kuhakisha stima, na iko wizi na yeye amejificha hapa nyuma ya huyu gaidi. Kabla hajashika gaidi, stima zikaakishwa. Cheki. Dagenyo na aya. Mane madharau. Ole damu kuheriria. Nani ya kuoni? Unasema na wewe ni unanyo nai. Kuniona unaniona, lakini siwezi nikakubali unipiga marasasi. Memory wagi inapotea. Lakini memory ya vita haipoteagi. Mabarai, memory ya vita haipoteagi. Vita bado nakumbuka kupiga watu. Jaribu kwa haribu lile bunduki. Nakumbuka sasa hawa ni mamasinari. Akasio kama mgonjwa. Huyu ni jangili ambaye ni masenari. Itabidi uchunge sana tena zaidi. Iko iweza. Itabidi uchunge sana manze tena zaidi. Iko iweza. Itabidi uchunge sana tena zaidi. Ashalala. Jangili anamuwinda sasa pole pole. Mosa. Chunga sana, iko iweza. Jangili akaweka risasi 1, 2, 3, 4. Okay. Jamaa wetu akajua bunduki liko na risasi 4. Ni M16 the shotgun.
Aya, yo, hey, 1, 2, 3, 4. Dole kedo. Sasa najua hauna marisasi. Nemae, bas, katambe mkono. Oka. Kaye, weka risasi 1. Wachana na bunduki. Ameshaweka risasi 1 tayari. Nataka katambe mkono nani. Gaidi yako na nguvu vile vile. Kumbuka ni moja kati ya wale watu walitrainiwa pamoja na jamaa wetu Iko Uwais na huyu Mr. Lee. Kwa hivyo sio kama mgonjwa, ni jangili ambaye ako na nguvu vile vile. Washalala. Iko Uwais kichwa. Wekwa kando. Bunduki likaingia kwa shimo. Eko mshika imeingia hapo. Haiwezi kumsaidia, bunduki limeanguka. Okabawe. Iko Uwais maskini wa Mungu. Inda. Chukua. Kamata. Ai! Yeye anamgonga mbili, anagongwa 25. Akaona bunduki. Bunduki ni loili na hapa kuna shimo. Hii utotigiro wanawake. Hata Iko Uwais aliona huyu sio mtu wa kupigana na yeye. Huyu ni apigwa risasi. Weko, jangili kuja kuchungulia. Jamaa wetu ako na bunduki na hapa kuna shimo. Haya. Niki ukatorowe. Kuja mpigane na nani? Muruwe nao, wewe kile moru. Wewe sio mtu wa kupigana na wewe. Hapana. Wewe ni kupiga marisasi ukufa, hiyo story ishe. Dakora runo nyinuke. Mbele yake wainukie dui. We, tupigane mkono. Sawa? Haina marisasi. Ndio napenda. Yangu iko na marisasi lakini napenda mkono. Walolo yaye. Washalala. Urunijitu bana. Chunga sana. Iko Uwais. Banze chunga. Walalalalalalalala. Ashalala. Cheki. Manino. Ai. Ugongeshwa wekwa kando maskini wa Mungu. Ukabamwano. Maskini wa Mungu. Aisha. Iko Uwais. Hurjitu ni dedri bana. Hurjitu ni dedri sana. Wachana na mimi. Doko igua. Tatizo ndo igua. Jamaa wetu nyongwa. Nyongwa. Kisha yeye. Chunga kugongwa na chuma. Na wewe pata simu. Chukua. Chukua. Bila kama hii. Ukama. Akamkata mkono. Cheki. Jangili alikatwa mkono lakini bado anaweka kinga. Kichwa. Na amekatwa mkono. Ai. Zinaili mwe. Iko Uwais. Akachomoa ile bidhaa kwa mkono wake. Ni demo mo. Mimi nimekauka. Kidogo. Wewe. Wewe. Hata wewe nitakukata. Lakini jamaa wetu anaona hapana. Kukatwa staki. Misa. Chukua tena machini jangili. Piga ngumi. Akachomoka akuwa amedungwa na tuchupa. Dungwa mkono na tuchupa. Lakini wapi? Akawachwa kuwa ameumia. Cheki mkono. Uko na tuchupa. Anataka kututumia kuumiza jamaa. Tukaingia ndani ya mkono kabisa. Inda. Asanta. Iko mguu uvunja. Asanta sana Iko Uwais. Ukabamano wake beti wekwa kando. Ukabawe uvunja mkono kabisa. Asante sana. Kisha inda. Ngumi. Inda. Modo. Dogo. Joraga kahora. Ni uwe pole. Te dogo. Wakati ulikuwa unaniua ulikuwa unaniita rafiki. Wakati nakuua ndio nakuwa rafiki. Iko Uwais akamwacha. Gaidi akaamuka.
Nikuona wale kukuonia we. Utaona venye nitakufanyia wewe. Haya. Unanifuata? Akamnyonga. Na huyu jamaa mkono wake uko na nguvu mbaya mbovu. Alinyonga jamaa wetu mbaya makosa. Woi, jamaa wetu ngangana lakini wapi? Ni aje kibrasiri, kikatuku wetu yamwa. Wacha tukufe sisi wote pamoja. Ayai, nyongwa kabisa maskini jamaa wetu. Kisha kamwambia unajua venye nilifanyia huyo demu yako? Kumbe ni nyinyi mko na Irene. Kuniambia mambo ya Irene, umejikosea. Kuniambia ni nyinyi mko na Irene. Hiyo basi ni kujikosea. Makeyo, madondi, kafu. Madondi kali. Madondi, kimata ochoro. Kima. Kufa. Where is Irene? Ako wapi Irene? Irene ako wapi? Irene na yeye pahali alipo. Kumbuka alikuwa na ule mfuko wake wa udaktari na kuna tumakasi. Alificha tumakasi. Cheka maneno. Alificha tumakasi disaini kama hiyo. Na kisha hatimaye hapa basi akakuingilia Mishtali. Mishtali ndiye huyo. Cari kamu yang tolongin Abdi. Wewe ndiye uliweza kumwokoa Iko Uwais. Nama itu bagus kan? Abdi, kumbuka wanamuitaga Abdi. Akamwambia hapo basi Iko Uwais huyu Abdi alifaa kuwa mwaminifu kwangu. Lakini akanisariti. For the first time in my life nikawekwa ndani. Na yeye, he won't live, he will die. Lazima akufe. Iko Uwais akiwa hapa basi bila shaka pale kama hapa akuwa kwenye hizi territory, anakumbuka kati ya magaidi yenye hapa basi ameua, na anaona kabisa hawa watu alishakuwa na wao, walikunywa na wakakula pamoja. Kumbuka Iko Uwais alikuwa moja kati ya hawa magaidi, lakini akaona vitendo zenye wanafanya si poa, akaamua kusariti mdozi wao kwenye kituo cha wanapolisi. Baada ya mdozi kukamatwa basi hapo ndipo mdozi alichomoka, alihepa na akakuja akampiga marasasi ya kichwa, wakitarajia Iko Uwais atakufa. Ikawabishi Iko Uwais hakudedi wala akabakia akiwa uhai. Washalala walolo yaye Iko Uwais. Sasa ni wapo hapa basi bila shaka pale Iko Uwais mwenyewe ndiye huyo alichukua simu ya gaidi. bilang dia perempuannya ada di sini ya. Ambia huyo mtu tuko na mwanamke wake Tejo ni mwenye ameuawa. Lakini jamaa wetu akamwambia Tejo amekufa. What? Wale watu wote walikuwa wamenitumia nimewaua. Kama masih ingat ayah kan? Unakumbuka mimi ni babako? Jamaa wetu akamwambia I remember everything. Hakuna kitu sikumbuki sasa. Mr. Lee, nakumbuka kila kitu. Bas, niko na Irene hapa. Na kama unamtaka, njoo umchukue. Irene. Niko na yeye. Kama unataka huyu manzi, ukuje kwenye territory zangu. Ukuje umchukue kwenye territory zangu kama unamtaka. Akacheki pale simu imepigwa, akajua basa. Nimejua pale gaidi alipo. Barabara. Wakati huo akachukua bunduki na akachukua marasasi jamaa wetu sasa akiwa na machungu. Manzi naye alikasirika, akachukua kale kama kasi ni ujitira mwono naye Mr. Lee akamdunga kwa mkono. Lakini kudunga hapa basi Mr. Lee na kale kama kasi, Mr. Lee anasikia ni kama hapa basi amepatiwa chai ya kukunywa. Katuiga kaleu. Ni kanini hako unanidunga nako? Ulifaa udunge hapa katikati mwa shingo. Sasa unadunga kwa maso. Kwa tayari ushuru wanyogerera. Mimi nasikia kama umenipatia uji ya kukunywa. Kai. Yaani nikudunge hivyo vyote alafu useme unasikia kama ni uji umepewa.
uji ya vitamin iko na Brubad. Ndio anaitwa Mr. Lee na ni kimoda washalala wololoyaye. Aya, wakati huo basi naye jamaa wetu mwenyewe ndio sasa iko aweza akielekea moja kwa moja hadi kwenye basement za magaidi, akielekea moja kwa moja hadi kwenye basement za magaidi. Anakumbuka venye hapa basi bila shaka pale wanampepeta iko aweza kabla hajampeleka kumpega marasasi. Anakumbuka venye ambavyo vita zilikuwa zimechacha zaidi. Anakumbuka uswadi ambao hapa basi bila shaka pale waliweza kupigana sana, naona iko aweza huyo Mr. Lee. Anakumbuka haya yote basi, anakumbuka iko aweza hawakuwahi elewana basi iko aweza na hichi kikosi mara nyingi zaidi walikuwa wanapigana. Na anakumbuka venye ambavyo hapa basi iko aweza alimaliza magaidi wake kabla hajampiga risasi, venye ambavyo iko aweza anachukua uswadi hapa basi na kumaliza moja kati ya magaidi wenye walikuwa wadedri sana magaidi wake Mr. Lee. Baada ya pigano kare sana tena zaidi, akamdunga na kumkata yule jangili yote. Anakumbuka venye ambavyo iko iweza alikata yule jangili bishi na kumkata na kumumalizia kwa kumdunga za kichwa. Iko iweze amekuwa moja kati ya wale magaidi wa dedri sana tena zaidi kwenye territory na kwenye basement zake huyu Mr. Lee. Lakini sasa amemgeukia Mr. Lee mwenyewe shasha. This time around amemgeukia Mr. Lee mwenyewe aishi. Ashalala. This time around amemgeukia Mr. Lee mwenyewe hakika. Alalayaye. Alright. Na sasa basi ikawa ndivyo hivyo. Mwanzo sasa kuruweza kutumwa manze, sasa kumetumwa manze akuje kumwangamiza iko iweza. Mwanzo basement zake huyu gaidi kuna majangili wengi zaidi, na kwa hivyo sasa hapa basi ni huyu manze ametumwa. Jamaa wetu ndiye huyu, anamtaka Irina. Wololo yaye. Ni kwenye nyakati za usiku. Jamaa wetu alikuingilia raza nyawezi basi kuwa ni kwenye nyakati za usiku. Ashalala wololo yaye, na akakuingilia hapa basi design kama hii shasha. Iko iweza alikuingilia basi design kama hii shasha. Anafuata GPS kuelekea basement zake Mr. Lee. Mwanzo Mr. Lee atampatia Aileen, apende asipende. Ashalala wololo yaye aiche kumanino. Iko iweza hakika alitambaa mpaka usubuhi ukafika. Hii ni kumaanisha sasa already tayari yako na njaa na kiu. Na alipoweza kupata pale ambapo basi panadarini huenda basi akapata maji ya kunywa. Kwa hivyo faster akaamua kuteka maji. Kucheki hamna maji. Ni ulimo. Ana njaa, ana kiu kweli jamaa wetu iko iweza. Lakini kucheki hapa alianza kukumbuka wakati wa zamani. Hapa ni pale walikuwa wanakuja kusukumua mateso. Mnawekwa hapo mpigane hadi mwenye atachomoka basi akiwa uhai. Haya yote anakumbuka. Venye ambavyo walikuwa wanatumbukizwa hapa wakiwa watoto wadogo, wapigane hadi mwenye ataweza kushinda, na kichomoka basi huyo anachukuliwa na ndra na training zingine. Hapa nakumbuka walikuwa wanakuja wanarushwa. Na moja kati ya magaidi basi alichomoka kamwambia, remember now? Unakumbuka tulikuwa tunawekwa hapo upande wa ndani, na ukichomoka kuwa uhai unaendeleshwa na mazoezi. Tulichukuliwa kutoka kwa wazazi wetu tukaletwa hapa, tulikuwa tunawekwa hadi siku 3-4 bila chakula. Ikuwa ni moja kati ya training. Mwenye atachomoka akiwa uhai anaendelea na training. Mwenye atakufa basi anakufa na sahaurika. Chukua maji brother, chukua maji. Asante sana. Tapi akhirnya nggak seperti itu kan? Lakini
jamaa wetu akamuuliza ule Gathee, mbona basi tusiweze kuhepa? Lakini akaambua no. Wakati wa zamani tungeuana kwa sababu ya maji. Tungeuana kwa sababu ya maji. Watu walikuwa wanauana kwa sababu ya maji. Hii ni moja kati ya training yenye tulikuwa tunasukumiwa isi. I hope you can remember all this. I hope you can remember this. Lakini akamwambia mbona basi tusichomoke hapa twende? Akaambua never. Bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Ala. Sasa imagine wanabonga design kama hii ki-brotherhood. Lakini walimwambia maji ya kunywa nimekupatia, lakini as long as you are against our father, Mr. Lee, I will kill you. Haya, ni sawa. Tuwane tu kiufriendly. Imagine. Itabidi tu wauane. Na jamaa wetu akaambia uchunge haitakuwa rahisi kama vile ambavyo umeua wale wengine. Na juu umekataa kwenda na unadai hapa basi bado natafuta Mr. Lee, itabidi basi tupigane wakame. Allah. Walolo yaye. Kubonga wanabonga kiubishti, but they have to fight to the death. Imagine. Venye unaona ati sasa watu kama huku ukienda for example Geshagi. Seme for example uko pahali kama Dodoli watu wakichokozana. Hutia waone. Unasikia watu wametusiana. Ke nini? Sodeno. Ihutirere mugate oyo. Sayo ni matusi. Zadeno. Rugio. Kudhawaone. Hawa wanaongea vizuri tu na watapigana. Najua kupigana mchezo. It is a fight to the death. It is a fight to the death. Ulichana kuwa they grew up together. Walilewa pamoja. Wakakuwa wakubwa pamoja. Wakakula, wakakunywa pamoja. Wao ni kama mabrothers. But they are brothers in ugaidi. But this time around, they have to fight to the death. Wekerwa moja maskini jamaa wetu iko iweza wekwa kando. Babarai. Tuidogo mono babarai. Wewe ni rafiki yangu sana. But we have to fight to the death. Lazima tupigane to the death. Mwanzo hakuna otherwise. As long as you are against Mr. Lee, we will have to kill you. Iko iweza. Inda. Ai. Kai. Usuri mutu uraruta dogo. Ikigudhoi ni uru. Iyo. Na nikigongwa mapua, hiyo ni muti inatoa moshi namna hiyo babarai. Nikigongwa mapua nitamalizwa. Ashalala. Ibi. Walala. Wewe ulisaliti mdozi wetu iko iweza. Ulisaliti mdozi wetu. Lakini namwambia mdozi wetu ni gaidi. Hatuwezi tukaishi kuwa magaidi. Tena huyu mdozi wetu aliua wazazi wetu ili atuchukue. Remember? Aliua wazazi wetu ili atuchukue. Iko uweza. Ai. Asalala. Wololo yaye. Nikitanzi sasa baini ya iko uweza. Ina beshti yake. Washalala. Wololo yaye. Aya. Cheki. Anakinga lakini anatandikwa. Anakinga lakini anatandikwa. Cheki hao maneno. Anakinga anatandikwa. Wow. It is a fight to the death. Only the strong to survive. Ujue sasa hakuna mchezo. Ukaonaga nimetoa koti, ujue sasa nimedeclare the war. Haya. Nijuraga doi. Nigagithie. Kama ni mauano, basi wacha na katambe. Iwapo ni mauano, wacha basi na katambe. Kwani iko nini? Kwani iko nini? Ha? Kama ni mauano, wacha beshi katambe. Iwapo ni mauano, wacha katambe. Ashalala. Cheko maneno patwa moja. Aya, asante sana. Aligongwa moja. Ai, akatapika uji na alikuwa amekula ugali. Anatapika uji. Akashindwa kupumua. Wololo yaye. Vita si mzaha. Vita si mchezo. Kakakwira na bere.
amegongwa mbaya mbovu, mpaka ikabidi sasa akaona wacha akakufia na hapo mbele iko iweza pigano zenye wanapigana bana machezo. Walilewa pamoja, wakaishi pamoja, but now they have to fight to the death. Karash. Oi. Tumetu na mcheki gesho he. Oi gege katia. Nitafanya nini? At least nipumzike. Lakini punde si punde. Wololo yaye. Yule manzi kajeya. Oya wewe. Wewe ulikuwa demu yangu. Kado magoro kile guku. We, geshohi. Nura kiji ta geshohi. Nani gekwire. Unajaribu kuniita kitu gani na mimi nilikufa? Geshohe Karash. Wololo yaye. Pisto mkononi. Mesti selalu ngebelain kamu. Nakumbuka wakati wa zamani tulikuwa marafiki. Abdi. Manza na muita jamaa wetu. Naye jamaa wetu akachora plan, akatafuta mchanga. Santa sana. Akachukua mchanga design kama hiyo. Maridadi pose kibisha. Asante sana. Kisha mzubaishe. First time. Dey. Yay. Nyanganya bunduki. We. Kamu pasti masih ingat aku kan? Unanikumbuka mpenzi? Rudie mpenzi. Ukihora ridhadhi nyuma adui rudie mpenzi. Na kakumbuka manze kwanza ndiye alimpigaga risasi ya kichwa. Ismail. Siku hizi nasikia wanakuita Ismail. Where is Irene? Nataka Irene. Huyo ndiye manze wangu siku hizi. Ulisahau na mimi. Nataka Irene. Huyo ndiye mpenzi wangu siku tulizo. Manza kamwambia nikumbuke mimi nilikuwa kama manze wako. Ukumbuke hata nikikupiga hiyo risasi nilikupiga risasi nikijua haitakuua. Nilikupiga risasi nikijuaga haitakuua. Unakumbuka venye tulikuwa tunapendana? Hukumbuki? Wewe na mashiga de adui. Ukinipiga risasi hapa nilikuwa adui. Sasa mimi niko na bunduki ndio tunakuwa wapenzi. Mpendo gani hiyo? Kule wedo ni kule kwedo na kukuwa wana. Kuna kupendwa na kubebwa ufala. Nakumbuka vizuri sana Rika. Mimi sitaki mambo ya ugaidi. Sitaki mambo yako, sitaki mambo ya Lee. Nataka tu Irene. Manza kumwambia, it's all about Irene. Nataka ujue nilikuwa nakupenda sana Abdi, lakini wapo mpaka hauna mapenzi kwangu. Unapenda tu Irene. Na umeamua kutudouble cross sisi. Then we don't belong to the same world. Na kama we don't belong to the same world, basi, then we will have to fight a fight to the death. You don't love me, I can't love you. We don't belong to the same world, then we can't stay together. Now, I kill you. Ninakupenda sana sweet wangu, but I have to kill you. Rika akajitolea na kumwambia, iwapo basi wewe si ugaidi mwenzetu, na iwapo haunipendi unampenda Irene, basi sasa sina otherwise, lazima niweze ku accomplish my mission. I have to kill you. Lazima nikuue bila huruma. Lazima nikuue bila huruma. Aya, Rika ako serious. Rika yuko serious. Ne anakitumia chile, anatumia chile kisu. Anatumia kile kisu. Anataka kumkatakata. Anataka kumkatakata kumaliza. Anataka amkatakate amumalize. Wololo yaye. Washalala. Kwa kando. Ai. Jamaa wetu anamhurumia, lakini cheki venye Manze anamkata. Cheki. Manze hana huruma na yeye. Kwanza akona wivu
ati jamaa kona manze mwingine. Ha? Sina huruma na wewe. Na kuhurumia kitu gani? Uko na manze mwingine. Unataka kutuacha. Ha? Na hata ushaleta manze mwingine ara zenyewe hizi. There is no way I can ever love you. There is no way I can leave you. There is no way I can let you live. Lazima nikuue. Lazima nikuue ukufe kuu. Lazima nikuue ukufe kuu. Ai, Rika anataka kumuua jamaa wetu. Chunga, katwa mdomo. Maskini jamaa wetu. Akitumbukiza manze kwa maji diseni kama hiyo. Katwa mkono. Yeye ako na huruma, lakini manze hana huruma. Manze hana huruma. Kwanza kuna machungu ati jamaa wetu ako na heroin. Hiyo ni machungu number 1. Machungu number 2, jamaa anataka kumwacha. And sasa number 3 ni mission yake kama venye ametumwa na Mr. Lee kuja kumwangamiza. Jamaa tunamwambia Rika, come on. Tunaweza wachana na Mr. Lee na tuende tuishi maisha mengine. Lakini manza na dai never. Wewe. Tuachane na Lee. Kuna maisha. Kando na Lee kuna maisha. Nenda ukaishi maisha kivyako. Lakini manza anamwambia no, nilikuwa nakupenda. Aya, duo ni wedo. Niegwada tabono sweetheart. Madira kohora ni wedo. Ninakupenda sana mimi dogediga. Gwada tabono. Mimi nakupenda sana. Aya, ndo maana kama urutono wa wedo. Nishaona watu wanafanya mambo juu ya mapenzi. Ndiyo na mudu arahura mudu uone kumwenda. Aya, nyongwa. Maskini jamaa wetu akaona ni ya serious. Kuwa moja. Kama ni cha serious. Kisha wekelewa teke ya uso. Patwa moja. Wae. Unaona kukweda. Hata mimi ni kukupenda. Hiyo yote ni mapenzi. Wacha kwanza tuende half time. The half time. Kwa nini Man U versus Arsenal? Tuende half time. Hii ni Man U versus Arsenal. Tunaenda half time kitu gani? Ha? Achana na kisu. Wewe umenikatakata sana na hii. Rika. Nenda ukaishi maisha yako kivyako. Hiyo tumepigana is enough. Come on Rika. Sio Mungu wetu. Aliua wazazi wetu akatuchukua akatuturain. Hivyo tu. He's not our God, he's not our parent. Rika, go your way, I go my way. Tuanze maisha ingine. Kamu ingat dulu kita suka latihan di sini. Manza kamwambia hebu kumbuka hapa. Tulikuwa tunakuja kutrain tukiwa watoto wadogo. Hata kuwa mtoto mdogo nilikuwa nishaanza kukupenda. Kukupenda tu ndicho kitu mzuri kimewahi happen kwa maisha yangu. Lakini jamaa tu kamwambia wachana na Lee. You have other choices. Uko na maisha mengine ambayo unaweza ukaishi. Mbali na kando na Mr. Lee. Nimekusamehe venye ulinipiga risasi ya kichwa. Nimekusamehe. Kilimanza alichomoa bunduki. Rika, please. Tafadhali Rika. Lakini Rika alimwambia, naweza wachana na yeye. Lakini kuna kitu moja tu hapa basi sitawahi sahau. Venye nilikupiga risasi. I can't live with that. Kwa hivyo alianza kupiga marisasi kando kando. Checking. Rika. Alifunga macho. Akaanza kupiga marisasi kando kando. Cheki. Sasa jamaa wetu katika ile harakati akarusha kisu. Kisu kikamdunga Rika. Rika kamwambia, that's what I wanted. Nilikupiga risasi ya kichwa. Wewe na wewe umenidunga kwa tumbo. Nilikuwa ninakupenda sana. Sana tena zaidi. Siwezi ishi na the fact that I shot you. Yani siwezi kuendelea kuishi na amani nikijua nilikupiga risasi ya kichwa. Sasa we are even. Umenidunga na mimi nilikupiga risasi ya kichwa. Kwa heri mpenzi wangu. Crime does not pay. We have killed so many people. We have to die.
Tumeua watu wengi sana hapa duniani, tumesababisha maafa makubwa zaidi, ingawaje sio kwa mapenzi yetu, ingawaje sio kwa kutaka kwetu, lakini ni kweli watu tumeua wengi, maafa tumesababisha. We are as good as dead. Kwa heri mpenzi wangu. Oh yeah. Rika hivyo ndivyo anaweza kudedi maskini Rika, na kumwambia jamaa wetu ni kweli kabisa, haikuwa mapenzi yao waweze kuchukua wakuwa watoto wadogo watreniwe na kisha kuwa mauaji, lakini imebaki hamna lingine wanaweza wakafanya. They only have to die for a better tomorrow. Oh yeah. Jamaa wetu alimpigia hapa basi Mr. Rima mawasiliano na akamwambia Lee, I remember everything. And now I'm coming for you. Hakuna kitu chenye sikumbuki. Wewe sio babangu na wewe sio mtu wa maana. Wewe ni mtu tu ambaye unaweza kuteka nyara watoto kama sisi. And now you have made the biggest mistake of your life. Kumteka nyara daktari mwenye anaweza kuokoa maisha yangu. You have made the biggest mistake of your life, and I'm coming for you. I'm coming for you. I am coming for you, Mr. Lee. You killed my parent. You killed my father. You killed my mother. Then you kidnapped me. I'm coming for you. All right. Sasa Irene yeye kuna katoi na kuna jengine ameambiwa amchukue Irene amchunge hapa, basi bila shaka para sija kachukuliwa na jamaa wetu iko Eweza. Kwa hivyo jangiri alikuingilia. Kira. Tutakuwa Gitaro Robosho. Kenapa? Unataka nini? Na hii inakaa, hii saidongi ni mzuri sana. Kucheki nyuma kaona hakuna mtu. Mimi kama Gitaro Robosho, nidashiria, nidanyitwa na ihida. Ameamua kumrep manzi yani. Ameamua kumrep manzi. Gitaro Robosho. Gitaro Robosho. Ulolo yayi. Ameamua kumnajisi manzi wetu. Lakini mtu huyo alikuja akaona akachukua sahani akataimu gaida akamwekelea ya kichwa. Wewe unafanya tabia baya. Hiyo ni tabia baya sana. Hayai. Kana. Weka mtoto kando. Walolo yaye. Washanala. Manzani akaingia. Kumdunga na kale kama kasi. Rokini wapi. Wekwa kando. Maskini mwanzo unapepetwa sasa. Irene unapepetwa. Hayai. Kale kama toi. Kalichukua fudoki. Kalichukua fudoki. Ikaanguka. Nione ngogo tada. Haya. Asante sana Irene. Irene akachomoka upande wa nyuma sana na kumangusha uragiri na kisha fasta basi akachukua mnyororo. Nyonga gaidi. Gitaro Robosho. Na mama letu wa makwa. Gitaro Robosho. Akarusha manze kumweka kando, kumbe sasa manze alianguka pale ambapo ile bunduki lilipo. Jangili akachukua kisu daga. Inawamaliza mimi. Wakachukua bunduki. Fasta. Asante sana. Manze chukua bunduki. Lakini hajatoa safety pin. Lakini cheki kale kamtoi. Manze anajaribu toto haitoi marisasi. Kamtoi ndio kalichomoa safety pin. Ama ile hapa basi safety check kaweka on. Naonaga kwa sinema za DJ Afro hapo nipo. Aya, piga jangini marasasi. Santa, maradadi. Ibi, piga jangini marasasi. Wa, salala. Kamtoi kameweka on bunduki. Na kakadai kaliona pahali mtu anaguzaga kalionea kwa sinema za DJ Afro. Kwa hivyo ukiwa mzazi, sinema ya DJ Afro ikianza, unaendea watoto wako unakuja na waweka hapo, wanakuja wanajionea. Ili wanajua kutoa bunduki safety. Kuua gaidi. Okay. Asante sana. Maridadi. Imagine nikana kanini kidogo gaidi mwingine pigwa marasasi. Asante sana Irene. Maridadi. Mtoto anajua kuweka bunduki safety on.
kawagedhaka abanacheza. Sasa Irene kujaribu kutetea maisha yake shasha. Irene ni kujaribu kutetea maisha yake kisha, na maana sasa najua magaidi wanaweza wakamaliza, nao majengine wako na machungu zaidi. Kwanza Mr. Lee akijua kwamba na kuwa eti sasa hapa basi bila shaka pale tayari jamaa wetu iko iweza kwa hapa manze ngangana, lakini sasa majengine ni wengi hawa, majengine ni wengi. Ai oye, maskini manze na si ati ana ujuzi wa kutumia bunduki. Na makosa ni kuwa sasa tayari majengine wameshajua pahali manzi alipo. Hiyo sasa ndio makosa, kwamba na kweti tayari majengine wameshajua pahali manzi wetu alipo. Oh, lakini kidogo hivi kujongelia manzi iko erase akakuingilia. Asanta maradadi pozi ibi ai ala asanta kwa piga vita mkono na kisha kuonyeshia marasasa design kama hiyo. Wow! Manzi alimtibu jamaa wetu, akakaa na yeye 2 months, akaendelea kupolea na yeye, wala hakuwahi jua mambo kwa mohoso. Manzi maishani mwake na kwa masomo yake hakuwahi tarajia one day one time atakuja kujipata kwa taabu wala kwa shida kama zenye ameweza kujipata leo hii Aileen Shasha. Lakini taabu na shida zote amezipata kisha, na maana aliweza kumsaidia jamaa wetu iko uweza. Manzi kamwambia you are one of them, wewe ni mmoja wao. Sorry, pole sana kole kana na dojiraga abeona maji amechomoka na kamtoi kadedri sana. Irene, calm down. Unawezaje kuwa ulikuwa gaidi na hujawahi niambia? Toka uende. Come on. Sasa nao mademu wanakuwaga. Sometimes mademu muna nichangazaga. Imagine wako kwenye territory za magaidi na maji ameanza kuleta mambo ya kucomplain. Ilo ni kawaida ya mademu. Dem maana yake ni kucomplain. Ukimpenda sana ana complain, usipompenda ana complain. Sasa cheki manzi analeta complain pahali kama hapa. Imagine na gaidi yako huku, jamaa itoka mwambia ndio mambo yote nimewahi fanya ni sawa, ni mimi nilikuwa gaidi na kadhalika, but sasa nimekuja kukuokoa, twende. Wewe ndio uliokuwa maisha yangu, fanya venye unataka na mimi basi. Hetini eniuru gini ungiraga na ihede. Kama unaona unataka kukata mapua, kata mapua. Uliokuwa maisha yangu, sasa nataka tuchomoke. Mwanzo wewe ndio mwokozi wangu, na mimi sasa nimekuja kukuokoa, twende. Come on. Wewe mama we. Mukimenyolia kuendeta niema. Ukajua venye mimi nakupenda. Una nini kuendete? Hata mimi nakupenda, lakini kuna pahali ya kupendana na kuna pahali ya kutoroka. Sasa hapa ni pahali ya kutoroka. Mimi ni katoto kadogo. Kwa hivyo twende nyumbani, muache kupendana. Walala yaye. Wahaha, wakati huo Shasha jitu Mr. wazimu Shasha pata jamaa wetu Mr. Lee manza kumshika akawekelewa kichwa. Maskini wa Mungu, kichwa wekwa kando. Walelelelele. Na sasa ini wa Mr. ni upande wa vita. Hili ni jitu, huyo ni wazimu. Ai, iko uweza manzi hapa basi amepatana na jitu ambalo hapa bishini hatari kubwa. Jitu kwa jina la Mr. Lee. Hili ni jitu manzi na ambalo ni hatari kubwa, hatari sana tena zaidi. Jitu na ambalo manzi ni wazimu sana tena zaidi. Jitu na ambalo manzi ni wazimu sana tena zaidi. Mr. Lee, huyu ni wazimu Shasha. Akamwambia mwafadha, nilikulea, unanigeukia, unaniseti kwa wanapolisi, mimi baba yako. You are just a fucking dog that doesn't know the word obey.
You are just a dog who doesn't know how to obey. Ako wapi Rika? Nimemuua. What? Dia mati juga. Kamu bunuh dia. Hah? Dia udah lama mati. Sejak lo tarik dia dari sumur itu. Akamwambia Rika pia alikufa. Watu wote sisi wote wakati ulituchomoa kwa wazazi wetu, ulituua. You can never be our father. Huwezi uwa wazazi wetu, utuchukue kutulea, kisha useme ati wewe ni baba yetu. Never. You are not my father. You just deserve to die. And I'm gonna do it. Na dinarutagua de dhabe. Kuja. Haya. Haya. Ukaruta vagu igoti. So be it. So be it. Bas, it's gonna be a fight to the death. Mitalini, najua vizuri zaidi wewe sio babangu. Na najua vizuri zaidi wewe ndio uliweza kuua wazazi wangu ili unilee, unifunza uraguzi wa madawa za kulevya, unifunza uuaji na unifanya gaidi. Today I say no. Leo nimekataa. Leo nimekataa. It's gonna be a fight to the death, Shasha. It's a kuwa hapa basi ni a fight between you and me. It will be a fight to the death. Only the strong to survive. Wa ukabawe iko uweza wachilia mimi chukua na mishtani. Sasa ikifika ni upande wa nguvu za mikono, anakuwa na nguvu mbaya mbovu. Mikono yake ina nguvu mbaya makosa. Jamaa yetu aligogwa akafanya na dhulia dego, bila kugogwa amegogwa. Olala yaye ashalala check maneno iko uweza chunga, iko uweza chunga sana, iko uweza manze, chunga sana, iko uweza manze, chunga sana tena zaidi, iko uweza wekwa kando. Wa ai nyongwa, iko uweza maskini wa Mungu, jamaa wetu kichwa gongo wa chile kichwa. Oi wa iko uweza wekelewa dondi pahali ambapo kulikuwa na risasi. Haudoka kwa daligi avana hapo kwa kichwa, usigonge tena vavarai. Oi, kuna nini? Jitu lina nguvu sana mikono. Mishtali ana nguvu sana mikono. Chunga. Maskini iko uweza, maskini wa Mungu. Wow, I created you, now I'm gonna finish you up. Bash, hakuna mtu anagongagwa hii dondi anabakia akiwa uhai. Kwa hivyo Mishtali alimwambia Maisane, nilikulea, sasa ninakumaliza. Hii dondi hata nani hawezi akagongwa amuke. Ni dondi nimetrain sana. Now I made a mistake, I'm gonna correct it. Maskini wa Mungu jamaa wetu, hii dondi ukigongwa hauwezi ukapona. Ndio akaondoka ikapasua sakafu. Just imagine, dondi inapasua sakafu brother. Ingemshika ingempasua kichwa. Aya,
kawe muoyo eni kwa kando. Hiyo ni dondi moja dede zaidi. Jamaa wetu waliponea wae salala iko uweza salala iko uweza. Chunga hizo madondi zake, chunga sana hizo madondi zake huyu Mr. Lee. Chukua moja Budha Finger, asante sana. Maridadi aliwekelewa Budha Finger, kisha dondi 800 na bado na dondi ingine moja kutoka Githurai mpaka Roysambu. Wae dondi inaendewa Githurai na kukuta Roysambu. Abana chiza washalala kwanza gudi gudi la Githurai kagora de Roysambu tumejera jere ila kugogwa amegogwa. Kadai atatembea na akafunga mlango. What? Jamaa wetu akaona hapana, Mr. Lee sio mtu ati unawacha abana. Why? Hawa sio wale watu unawachaga aende. Lee ukianza vita na yeye unamalizia kidogo. Chunga yeye patwa matumbo. Anataka kuchomoka na mara zake, lakini jamaa wetu anamwambia never, vunja mkono. Asanta, I started this, I'm gonna finish it. Nilianza hii vita, lazima niimalize Mr. Lee. Boda kia nini wewe? Jamaa wetu analia wachiliwe. Lakini wapi Muthee ametumia ile nguvu. Kachomoka na nyama kuota ya shingo. Akachomoka na kanyake kuota ya jamaa wetu. Na jamaa wetu akamuinua basi akamdunga. Kisha design kama hiyo sasa. Akamdungisha kwa kimiti basi design kama hiyo. Kimiti kikaingilia kwa mgongo, kikachomokea upande wa mbele stara kama hiyo. Kilikuingilia kwa mgongo kikachomokea kwa mwili ama upande wa mbele design kama hiyo. Kanoka hera hii inaweza ondoka kidogo hoi. Inaondoka iondoke iende wapi? Lakini Mr. Lee alimwambia Vavara ye, kwenye ninaenda tunaenda na wewe. Ile gari imeguruma ya kunipeleka hera. Ile naona kiura yokita gekanete. Kiura kiagira. Oi, paka naona amekuja kuchukuliwa na chura. Lakini alimwambia iko uwezi, tunakufa na wewe. Na uamini tunakufa na wewe. Kuja. Anataka sasa kumdunga shingo. Iko uwezi anang'ang'ana. Kamudhee anataka kumake sure wamekufa na iko uweza. Kamudhee anataka wakufe na iko uweza. Kanataka wakufe na iko uweza. Cheki. Kamudhee sasa kanataka wakufe na iko uweza. Woi, chunga sana jamaa wetu. Chunga sana tena zaidi. Kamudhee anataka wakufe pamoja. Lakini manzi wetu alikuingilia Irina. Akaweza kuleta na kuongeza nguvu zake kwa mwili wa jamaa wetu. Akamvuruta design kama hiyo na kumchomoa mikononi mwa yule gaidi. Asante sana. Akokuwa maisha ya jamaa wetu maridadi. Na hii ni kutuonesha wale watu wote ambao waga mnadharau mademu, wale watu wote mnadharau wa mama, muweze kuheshimu juu dem ama mama ama mwanamke yoyote yule anaweza kukutoa kwa shida, kama venye ambavyo umeona iko uweze ameweza kuondolewa na kutolewa kwa shida na manzi wetu. Hakika kusema ukweli kabisa, kama sio venye huyu manzi ameweza kufika na kumvuruta jamaa wetu iko uweze, hakika iko uweze angeweza kutambarizwa, angeweza kuuawa na ili jitu kwa jina la Mr. Lee. Lakini manzi wetu Aileen aling'ang'ana, akakuja akaweka nguvu zake zenye ambazo ako nazo na akang'ang'ana na akajaribu kabisa. Hakika
na akamvuruta na akamchomoa jamaa wetu Iko Uweza. Ingawaje Iko Uweza alikuwa ameumia sana, na hapa basi alikuwa ameumia sana tena zaidi, lakini mwanzo wetu nguvu zake ziliweza kumsaidia Iko Uweza. Hakika na akamchomoa mikononi mwa yule gaidi, na akawa mwanzo wetu Ailina ameokoa maisha ya Iko Uweza. Hii ni kutuonyesha ni vizuri kuheshimu kina mama na wanawake wote pahali walipo. Mwanzo nguvu zao ndogo, nguvu zao popote zinaweza kuja na ziokolee jahazi kwa njia moja ama ile ingine. Kumaanisha basi wanafaa kuheshimiwa sana, mwanzo ni watu wa maana. Isingelikuwa ni Ailina, hakika kabisa kabisa huyu jamaa wetu Iko Uweza angededi. Na hapo ndipo sasa hapa basi bila shaka pale aliweza manzo wetu hapa basi bila shaka pale aliweza kufanya nini? Hapo ndipo manzo wetu aliweza kumchukua jamaa wetu na wakaandamana wote pamoja hadi kuropani wa Jakarta, wakaelekea hospitalini. Manzo wetu pia alikuwa ameumia, na kwa hivyo aliweza kulazwa kwa hospitali moja pamoja na jamaa wetu Iko Uweza. Ikawa basi ni siku nenda siku rudi. Kulingana na maumivu yenye alikuwa ameumia jamaa wetu Iko Uweza, bado hajaweza tena kuongea, hajaweza kutembea, hajaweza kukula wala kukunywa. Iko Uweza ako pale hospitalini hapa basi bila shaka pale upande wa Jakarta, na anaendelea kusukumua matibabu. Manza na yeye vile vile kutokana basi na kichwa chenye aliweza kugongwa na yule mishtari, hali kadhalika basi bila shaka pale na maumivu zingine zenye alikuwa amepata kutokana na kupigwa na wale magaidi. Hapa basi vile vile yeye alikuwa pale hospitalini, na ndipo basi alikuja kumcheki jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu yeye sasa ako ICU, intensive care unit, kuna maana ako hapa basi hali mahututi. Manzari kuingerea anashindwa sasa, huyu mtu jina lake ni nani? Mwanzo madaktari walikosa kuelewa jina lake, hakuagi na kitambulisho, hakuna mtu anajua hadi majina lake, hakuna mtu anajua majina zake, yani hakuna mtu ambaye anajua huyu mtu alichomoka wapi. Mwenye angesema ni Manze, na yeye pia alikuwa ameumia, na kwa hivyo hapa basi Manzari cheki akaona kile kitabu cha huyu mgonjwa yani Iko Uweza bado hakijajazwa, na ndipo alimtazama design kama hii toka katikati mwa moyo wake kabisa. Ukicheki utaona hakika kuna mapenzi Jakarta. Kutoka ndani katikati mwa moyo wake huyu Manza, kumcheki utaona kweli kabisa kuna mapenzi. Hata design anamcheki jamaa wetu, lakini akamwambia hapa basi hata mimi nitahamia kwa hii ICU tupole tukiwa na wewe. Najua nimecheki nikaona hawa watu hata hawana jina lako na hata hawajui jina lako, basi siwezi nikataka uitwe Abdi tena, nitakuita Ishmael. Ikuwa na maana utabadilisha basi bila shaka para maisha yako kutoka ya Uabdi uingie sasa ya Ishmael. Na sitaki tena upole miezi miwili, wakati uliokotwa ili kukaisha miezi miwili. Sitaki ukae miezi miwili. Ninakupenda. Nataka kuanza kufurahi kuwa na wewe. Mwanzo toka tupatane na wewe imekuwa ni shida na taabu. But leo hii ningependa angalau kupata furaha ya kuwa nawe kama mpenzi wangu. Nakusihi usikae miezi miwili. Lakini whatever kame, basi mimi nitakuwa na wewe. Nitakuwa na wewe hata kuwa nini. Nitakuwa na wewe hata kama ni nini. Nitakuwa na wewe hata kama ni nini. Na kuanzia leo hii sitaki tena wakuita Abdi, nataka uitwe Ishmael. Ala, akachukua kile kitabu na akaandika Ishmael. Ama kwanza akaandika Abdi, akaona hapana, Abdi ni mbaya, unafaa kuwa Ishmael. Modo ni Ishmaeli yoyo. Kini akaona hapana, wacha ni kuandike Ishmael moyoni mwangu. Na akamwambia nitakuandika Ishmael moyoni mwangu. Lakini wakati alimwambia hivyo, jamaa wetu kwa umbali akajisikia, akamguza manzi na akamwambia andika Ishmael. Abdi is gone and Ishmael
Bribona Ayah. Anika Ismail. Abdi ameenda kabisa, sitawaita maisha ya ugaidi, lakini sasa Ismail amezaliwa, ambaye ni kukupenda na kuishi na wewe. We will live together or die together. I will love you forever, my sweetheart. Huko basi akimwambia, basi akijisikia na wakipenda na wakiishi pamoja. Jamaa wetu akipona hapa bisha na mara kicheki na wanabishi nalo picha reto echota ni mwisho kubishi na wako Mansarakta top ranking DJ ranking Afro Amigos echota mwisho